bonyeza huko. Kwa unashangaa unapigia, umenipigia simu ndio ujue iko vizuri network. Usilete ndani, hafai. Kwa makini. Mungu anatuonya siku zote. Mtu yote ambao hamshiriki imani moja kwa neno makini. Mtu ambaye hamkubali Yesu Kristo kwenye maisha yako kwa neno makini. Yesu simuelewe leo. Lakini kwa kesho. Hawa Moabi na nini si kwamba ni watu wa mbali, ni ndugu wa karibu. Ni watoto wa Rutu, ndugu yake na Ibrahimu, nakumbuka. Wanaye wale wawili baada ya Sodoma na Gomora waliporudi, mama wao aligeuka kwa chumvi. Watoto wale wa kike wakamchukua baba yao wakamnywesha pombe. Piga picha tu ili kama waliweza kutembea na baba yao, akasema atupatie uzao. Hao watoto nafikia akili zao zikoje? Jiulize tu swali. Mtu katembea na baba yake, wewe atakuonea huruma wewe kukuua. Sisi ni mnaelewa. Roho chafu ikishaingia ndani mtu aangalii. Hasikilizi cha nani wala nani. Yeye ni kutimiza kusudi. Kwa wale ambao nataka, ni muhimu sana kuisoma hiyo. Andika kitabu cha Mwanzo, andika. Mtaisoma baadaye. Mwanzo sura 19 mstari wa 30 mpaka 38 utaipata hiyo historia ya hawa watu. Ni watu wa karibu. Kama Biblia inavyosema adui wa mtu ni wa nyumbani kwake, sio mbali. Sio mbali. Sio mbali. Ukitaka kumjua mtu mbaya kwenye familia, mipango ya familia itakapopangwa ndio utajua. Wakati mwingine Mungu anafunua makusudi ujue. Hataki kuuzie, ujue. Kana kitoto kako tu wewe, nataka mwanangu anataka kuolewa. Tuma tu kwenye grupu la familia. Ndio utajua. Ndugu zako ndio. Na ni wewe ulikuwa unacheka nao, sio ndugu zako. Tuma tu grupu la familia. Asikilizia message zitakazokuwa zinakuja inbox. Maana kuna zile hapo, kuna nyenzo za private. Ndio utajua ndugu zako. Ndio hawa. Yesu akawaambia ndugu zangu na hawa wanaosikiliza. Hawa wanaosikiliza ndugu zangu. Hawakuwa watu wa mbali. Adui huwa watu mbali. Ni wakaribu, anayekujua, anayekufahamu. Ndio maana ni mtihani mzito namna kujiepusha naye. Unamhitaji Mungu. Unahitaji maelekezo ya Mungu. Unahitaji utaratibu Mungu anasemaje kwa habari ya swala. Kwa sababu ni jambo ambalo liko ndani ya familia. Ni jambo ambalo liko ndani ya ukoo. Kuepuka nalo ni ngumu. Sipo kumpa nafasi Mungu. Ni ngumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni ngumu sana. Ni ngumu. Wanaotumaliza hawakutoki mbali hata siku moja. Ni ngumu ndani. Shangazi zetu, mama zetu, baba zetu, wajomba, bibi, babu, hao sio mbali. Mbali hana mpango na wewe. Biblia inasema alikuja kwa wale wake, lakini wale wake walimkataa. Sio mbali, kwa kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ni muhimu sana kusikiliza, tamani kujua, tamani maarifa ya Mungu ya kusaidia kujua namna kujiepusha na kila mipango ya adui. Neno la Mungu kazi yake ni kutufundisha, kutufunulia na kutujulisha. Ndio kazi ya neno la Mungu na Roho Mtakatifu. Ili nini? Tujue yepi yasiyofaa na yepi yanayofaa. Twende wapi na wapi tusiende. Sio kila sehemu uende. Kuna mazingira mengine usiende. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Shetani, Biblia inasema hujigeuza kama malaika wa nuru. Sawa? Na sasa hivi shetani ni mjanja kwa sababu anajua wakati umefika atainua wachungaji wengi. Lakini nyuma yake ukimwangalia kwa macho ya kawaida unaona ni mchungaji, lakini nyuma ni adui. Tutatambuaje?
matunda yao. Biblia inasema mtumishi wa Mungu hajulikani kwa leo, kesho matunda ndio utajua. Mti ni mwembe, lakini machungwa yanachotoka ni ndimu. Ndimu na mwembe wapi na wapi, lakini matunda ndio utakuja kugundua kwamba huyu bwana tulijifunganya. Lakini wakati tunagundua hivyo, tunafikiri wangapi wao? Ni wengi. Ni muhimu sana kufuata na kusikiliza nini Mungu anazungumza. Tamani kujua, tamani kuelewa. Kuna somo tunajifunza hapa Jumatano, namna kufanyia kazi sauti unayoisikia. Ili somo tumekuwa nikifundisha sana na muda mrefu. Nafikiri toka mwaka jana tunaendelea nalo. Lakini bado unaona, bado ni somo ambalo ni gumu, si jepesi. Kila anayesimama hapa kushuhudia utasikia Mungu alisema na mimi, lakini sikufanya kazi. Sasa unaonaje kama ilikuwa nikipewa somo sasa, alikuwa amekufa tayari? Alikuwa ameondoka sasa. Wewe utasikia, yaani nilisikia kabisa lakini sikuelewa. Sikufanyia kazi. Tunakuja kukumbuka tumeshaumia. Sasa Mungu hataki, umeshachanjwa ndio unaanza kukataa. Unakemea nguvu za giza, umeshachanjwa. Anataka kabla ujue huko unakoenda nenda kuchanjwa siende. Na wengine wanapenda kuchanjwa. Unajua hata kwenye mazingira, mfano nieleze kweli. Mimi binafsi naogopa sindano ulimwengu. Yaani bora unipe vidonge 100 nitameza, sio sindano. Yaani hata kama ni sindano hii ndivyo nilivyo. Sawa? Yaani ni sindano naziogopa. Yaani sipendi kuchomwa. Yaani hata ile ya kupima tu kunipima hivi. Yaani maombi yanakuwa yanatembea mpaka kunitoboa. Sio kawaida. Na nakuwa nimeangalia pembeni, yaani ile surprise, ashatoboa. Umeelewa? Lakini kuna mwingine, yaani usipomchoma sindano hana raha. Ukimchoma ndo anafurahi. Hata kama ni kikohozi, wewe mwambie tu sindano. Yaani anafurahi na anapona. Sasa anapoamini hivi. Sasa mtu aiko aliyozoea kuchoma sindano, ina maana kuchanjwa yeye kwake ni raha. Ukimchanja haina shida. Kwa sisi ambao tunaogopa kuchanjwa na kuchoma sindano, ndio maana tunawahi mapema kabla hujachanjwa. Lakini kama mwenzangu wewe, mimi bwana nishazoea, tuchale si nini, si chata tu zile. Unajua mwingine ni kama alama chata nini, tunaelewa? Anaona raha, kapigwa za kifuani, za kichwani, mgongoni, sawa tu. Hebu leza sisi sana. Lakini sisi tunaogopa. Hatukubali, tunawahi mapema kabla hujachanjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muhimu sana kufanyia kazi unapoambiwa jambo. Hao watu walipoambiwa, ukija kusoma baadaye kuna madhara yalikuja kuwapata. Walikuja wakajichanganya. Kwenye Waamuzi sura 6 kuanzia mstari wa kwanza soma. Biblia inasema wakawatesa miaka 6. Ndio pale ambapo Gideon anasema ikiwa Bwana yuko pamoja na sisi, kwa nini tunapitia haya? Akamwambia sisi tumejichanganya wenyewe. Si ni wakataza? Mkaweka na madhabahu zao, kavunje kwanza madhabahu yao. Kwa sababu kuna mawasiliano katika ulimwengu wa roho. Kila wakifanya jambo, yaani Mama Kolosi wamepata milioni 2 kule, wanajua Mama Kolosi wamepata milioni 2. Ndio ujue uko rohoni. Yaani wanajua, utashangaa tu ghafla. Tatizo lilipochomoka hiyo milioni 2 utakula 100 tu. Yaani kama uliwahi kununua nyama ndio hizo utakumbuka ile milioni ni nyama. Kiombi. Lakini hela ilipoisha, shukuru Mungu, lakini maadamu ni mzima ndio hivyo, maisha yako yataisha hivyo. Sasa kila mafanikio yakija, Biblia inasema wana wa Amoni wakawa wakija, wanakuja mashambani, unajua mwaka huu mvua imekubali, wanaleta ng'ombe na wanyama kula mashamba yote. Ni kwa sababu hawakutii maelekezo. Hawakufanyia kazi kile ambacho Mungu alizungumza. Yeye unaweza kuona usipofanyia kazi kwamba ni kitu cha kawaida. Mungu akishazungumza amemaliza, utajijua mwenyewe. Nieleze sasa jinsi Mungu alivyo. Akishasema ukajichanganya. Kwa sababu lazima neno litimie. Akuonyeshe kwamba kama alichozungumza Mungu, kama ningesikia kisingelikuta. Ndio maana tunajifunza namna ya kusikia. Tunajifunza namna ya kufanyia kazi.
tunajifunza haya masomo, yanakusaidia wewe na kesho, yatakusaidia wewe kwenye kazi zako, yatakusaidia wewe ndani ya ndoa yako, yatakusaidia wewe kwa habari ya mtoto wako, kwa sababu yawezekana hujui namna ya kusikia. Kesho Mungu anataka kukuambia muombe mwanao yuko shule. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliwaeleza hapa, huyu mwanangu mimi alichaguliwa shule ya Mbagala. Ni shule nzuri. Sawa, nzuri tu, sio mbaya serikali. Lakini Mungu akanipa taarifa na niwashuhudia hapa ya kwamba naenda kule, kuna katoka kanasoma pale pale. Yaani nikapata data mpaka ni na kale kadada sasa namna wakati kwa kameandaliwa kutoka. Na sio mbaya, nilipewa elfu yote. Na nikajua kusema mwanangu hapa ameumia, hachomoki. Akamwahidi ambacho nikumbuka, agano akamwambia, kama unanipenda kweli ni aibu. Akaniambia nakupenda, akisema naomba kama unanipenda nikung'ate ile damu. Ndio tena kisha kolea. Elewa. Haina shida, wewe sina nitu. Yaani mimi ni wewe tu. Sasa kilichotokea, matokeo ambayo ilikuja kuona baadaye. Nikasema huyu anahama shule. Hata Yesu kumwambia, niliwatulia kwenye kanisani na kama kusikia nasikia leo. Nikamhamisha kwa gharama zaidi ya 400, nikatoa mtoto ahame shule. Aondoke. Kama nisingekuwa najua kusikia, kesho kwa wachungaji siku hizi, yaani ndio wameharibika kabisa. Kumbe sio wachungaji nao, sio kwamba Mungu asemi nao, wanakuzia. Bora hiyo ni Mungu ameniruhusu kwaje kukufundisha. Lakini sio Mungu amekupa tadhara afu ukalizika kujifanya